Karibu mpenzi msikilizaji katika channel yetu ya mafundisho ya jamii na Biblia. Kama tulivyojifunza katika kipindi kilichopita kuhusu devotional ya muda, kipengele cha what, leo tunaendelea na kipengele cha who. Kama nilivyosema kwamba tutajifunza W5 na H1. Kwa hiyo sasa leo tunaendelea na kipengele cha W ya pili ambayo inaitwa who. Sasa who maana yake ni nani? Ni nani ambao unapaswa kujifunza nao hiyo kipengele cha muda? Hili swali tulijijibu kwanza. Majibu yake yapo hivi. Tunaona kwamba watu wote wanahusika katika mahusiano. Wale watu wote ambao wanahusika katika mahusiano na wewe, wale unatakiwa pia uwape muda. Wape muda. Muda utasema kwa namna gani? Kwa mfano, nafsi yako. Nafsi yako ni mtu. Nafsi yako ya ndani pia ni mtu. Kwa hiyo jinsi muda unavyomsaidia mtu nafsi yake. Nafsi yako, ona kwamba nafsi yako unapotaka kufanya maamuzi yoyote, isikilize nafsi yako inasemaje. Kwa sababu nafsi yako ndio utu wako wewe wa ndani. Yaani wewe huwezi kufanya maamuzi bila kuisikiliza nafsi. Kwa hiyo wewe mwenyewe binafsi, nafsi yako ukishaisikiliza ndio itakupa maamuzi sahihi. Ukiwaza jambo afu ukajikuta unataka kufanya saa hiyo bila kujipa muda, unaweza ukafanya maamuzi sio sahihi. Kwa hiyo kielewe hiki ninachokuambia kwamba nafsi yako ndio wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unavyoonekana nje sio wewe, ila nafsi yako ndio wewe. Kwa mfano mimi nafsi yangu ipo ndani. Ninapotaka kufanya hiki ninachokifanya, nafsi yangu imenituma nikifanye, lakini Mungu ameniongoza, ameniambia fanya hivi. Wakati Mungu ananiambia, nikasema nafanyaje, nikamuuliza, akaniambia fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo akawa amenipa maelekezo na miongozo alionipa ndio naifanya. Na imani hata wewe unafaidika nayo, kwa sababu na imani unaielewa na inakupa faraja na unaelewa kitu gani ninakizungumza. Kwa hiyo nafsi yako itakufanya uelewe. Nafsi yako ukishajipa muda utafanya maamuzi sahihi, sio ya kujijutia. Kipengele kingine ni Mkristo. Mkristo ni mwenzako. Mkristo sio wewe. Mkristo ni mwenzako, ni mtu mwingine ambaye unapaswa kutambua kiongozi wa kweli na kama sio kiongozi muongo. Ukiwa kama Mkristo upo kanisani au kwenye madhehebu yoyote ya makanisa, ukiwa kama Mkristo pale unakuwa na viongozi, unakuwa na watu wengine. Sasa ili uweze kuwatambua wale, unapaswa uwape muda wa kuwatambua ili uweze kuwaelewa. Uweze kuwaelewa kilichopo ni sahihi, kilichopo kinachotakiwa kiwepo ni sahihi kama kinavyotakiwa. Kwa hiyo ili kutambua hiki ninachokisema, jipe muda. Muda utafanya maamuzi sahihi. Kipengele kingine, mwajili wako. Umeajiriwa kazini, pale kuna wafanyakazi au wewe ni mwajiri. Umewaajiri wafanyakazi tofauti. Kila mtu ana tabia yake tofauti. Sasa kumbe wale uliowaajiri unatakiwa uwape muda. Kwa sababu makazini kuna maeneo tofauti ya kufanya kazi. Kuna vitengo tofauti. Sasa utakuta wafanyakazi hawa wamekuja wengi, kila mmoja ana huruka yake ndani. Kwa hiyo wewe ukiwa kama mwajiri, wape muda wafanyakazi wako, kisha utawatambua. Utasema huyu yupo hivi, huyu yupo hivi, huyu yupo hivi. Kwa hiyo
utawapangia kazi kulingana na jinsi walivyo na huruka zao. Hawatapata shida katika maisha ya kazi. Kipengele kingine ni kipengele cha mpenzi au mwenzi wa ndoa. Swala la mwenzi wa ndoa au mpenzi pia unatakiwa kuwapa muda kwa kutambua upendo wa kweli au upendo wa faida. Kwa sababu kuna wapenzi wengine wenyewe ni wapenzi wanataka faida, sio wa kweli. Sasa ili uweze kupata test ya huyu ni wa faida au huyu ni wa kweli, unatakiwa ujipe muda kadhaa wa kuwatambua hawa watu. Jipe muda wa kuwatambua hawa watu, hasa kwa kuzingatia mistari katika Biblia. Kuna kipengele kingine tena cha wanafunzi au wafuasi. Hapa tunakutana na mwalimu na mwanafunzi mwema anayetenda na anachokifundisha. Mpe muda. Zingatia neno muda. Utamjua mfuasi au mwanafunzi kwa kuzingatia neno muda. Neno muda litakusaidia sana katika kufanya maamuzi ya kitu chochote kile. Na hata katika mzazi. Haya ni makundi ambayo watu wanahusika katika mahusiano yoyote yale. Kuna wazazi pia wana watoto. Hapa wazazi wana watoto. Kwa hiyo kama wana watoto wanakuwa na marafiki. Sasa mzazi unatakiwa uwe makini kumjua rafiki wa mtoto wako. Uwe makini kwa sababu marafiki wanakuwa wa aina nyingi. Kuna marafiki wengine wa ukweli na marafiki wengine bandia. Nimetoka kufundisha kipindi kilichonyuma marafiki bandia na marafiki wa kweli. Kwa hiyo wazazi hapo lazima tuangalie marafiki bandia na marafiki wa ukweli kwa ajili ya watoto wetu. Ili kuangalia wazazi marafiki hao, unatakiwa ujipe muda wa kuangalia au marafiki wa watoto wako. Je, ni wema au ni wabaya? Ukitumia muda kuangalia hawa watoto wako, hawa marafiki wa watoto wako, utapata majibu sahihi na wala hautajuta katika maisha yako. Hii inathibitishwa pia katika kitabu cha Samueli 1 sura ya 16 mstari wa 7 inasema, Mungu haangalii kama mwanadamu anavyoangalia. Mwanadamu yeye anaangalia sura, lakini Bwana haangalii sura, anaangalia moyo. Lakini sisi wanadamu tunahitaji zaidi kuona moyo. Mfano katika jamii, msichana anayependa kuolewa au mwanaume anayependa kuoa. Hapo unatakiwa umpeane muda. Hapo kupeana muda ni jambo la msingi katika maisha. Sio wiki moja wala sio mwezi mmoja. Chukua muda, miezi kadhaa, miaka, kutambua je, huyu ana hasira? Je, huyu ni mwaminifu? Anawaheshimu wazazi wangu? Je, nikiwa naye itakuwaje? Kwa hiyo jiulize maswali tofauti katika hayo. Utapata majibu na hutajutia katika maisha yako. Kipindi chetu kwa leo kimeishia hapa. Lakini ni vizuri sasa kujiuliza na kujihoji katika nafsi yako, unafanyaje maamuzi kwa kutumia muda. Basi leo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha namna ya kumjua mtu katika devotional yetu ya 4, kipengele cha huu ni nani ambaye anatakiwa atumike katika kujua katika kufanya maamuzi kuhusu kipengele cha muda. Basi kama umefarijika na kipindi chetu, usisite kulike. Itaonekana kwamba umethibitisha kwamba kilichosemwa kimekugusa, na kushare kwa marafiki unaowajua na wengine pia. Hata status ukiweka sio mbaya. Lakini pia usisite kusubscribe kwenye channel zetu hapa, channel ya YouTube, TikTok, Satback, Spotify for Creators, Patreon, Medium and Postcard Asta on Patreon. Usisite pia kuwasiliana na WhatsApp namba 0784
224763, lakini pia WeChat namba na alama ya kujumlisha 86 156 236 97502. Karibu sana wewe unayenitazama. I love you. Bye bye.